Yo, vipi sasa unasemaje bwana? Kwa fresh. Usikii bado nimetoka site. Sikuwa kupika ugali na ile matanga ile umbo ya neighbor. Ile matanga sasa waliniambia niende niwapikie lakini sasa mambo iko shwari lakini. Alafu naende nichanue nasikia mambo yako yamechemka siku hizi. Okay. Alafu sijui kama umesikia mwanangu. Usikie Kenya siku hizi hakuna kitu ya free bwana. Imagine kila kitu tu. Hata attention unalipia. Na YouTube. Itawezekana. Anyways, speaking of uchumi ya Kenya. Unajua nimekaa chini hivi nikakumbuka hii Kenya. Mambo mingi bana ni scam. Ushafikiria mwenye aliandika national anthem kama hapo agonga japa. Na umefikiria hivi? Hebu ushajiuliza translation ya national anthem kutoka Kizungu na Kiswahili. Does it make sense? Oh God of all. Mungu nguvu yetu na creation inaingiliana wapi? Jamaa alivuta zile jaba za kwanza zilikuwa zinatoka mbele. Ilikuwa origin. Huyo alikuwa zake huyo. Hapo kuna translation. Mbaya sana. Oh God peke yake. Yenyewe. Oh God peke yake. Hiyo nyingine ilikuwa ya ajabu. Na sasa tena national anthem ya Kenya ndio the best in Africa. Kumbe tunarankiwa huko. Yenyewe, yuta Kasongo juzi nimesikia mambo yake imeenda. Mambo yake imeenda. Juzi ameongea kama mkurugenzi juzi ameongea mambo ikaenda mambo nafani mbaie jaba ya tuani. Kwanza hiyo kiti ni mimi ndo nipewe tu nikae pale kianani shida zimezuisha. Unaona mkinda hivi. Unambea jaba ya tuani. Naona anafanya mambo vizuri ndio. Sahihi sana. Speaking of which, ushajiuliza about citizenship. Unajua nimekuja ku notice mimi ni Mkenya. Mbona? Si ya Mkenya. Si mimi ni wa Kenya. Mimi ni Kenya. Unakwenda kuzaliwa wapi? Lakini ushajiuliza kama mimi ni wa Kenya naitwa Kenya, si ndio? Wa Japan naitwa Japanese. Wa Canada ataitwa Cannabis. Nikuulize huko kwenye kwa England hapa. Labda kuna mtu alikojea kwa ile pesa maana ni kama hakuleta shangu. Hiyo nimeona nimefaa tupigie daktari kutoka Kipu. Kutoka Kipu anaweza kusaidia sana. Aje sasa. Pengine niko na swali. Nizo. Yaani kwa hizo posts zote za stima unaona kuna mganga wa dunia anasaidia dawa za nini? Nguvu za kiume. Yaani biashara. Lakini nguvu za kiume imejaa sio na nguvu ya kike. Kwani akipata kangi nguvu? Na wenyewe wanakuwa na nguvu. Sanga. Mimi wahitaji nguvu na tayari wanakuwa na nguvu. Kutoka sijuzi nilisikia ulivunja spina kwa duka kwa game. Kwa hiyo kimemaanisha. Na wao. So wewe unahitaji nguvu wale. Kama unataka wape nguvu za kiume. Wakati wa nguvu at least hata washike bao. Washike? Akipatiwa nguvu itabidi Mani wamekuja sababu Mani watakuja Kenya na utakaa siku. Sasa on another news. Unajua nimekaa hivi nikafikiria tena nikaona. Unajua kuachwa sasa hivi ni kujitakia. Dema kikuacha ni kujitakia. Aje sasa. Kiacho. Kujitakia. Before uachwe wachana kwanza before uachwe. Mbona wewe uachwe? Watu zinanyonyesha wanaona tuna kiki yao. Before akuache muache kwanza. Na akikuacha muombe murudiane alafu muache. Mbona usiseme tu wewe ndio ulimwacha? Kwani anakuacha mbele ya watu? Unajua sikiliza kinakwambia. Sikiliza itakusaidia next year last ya but one. Unaona before uachwe. Yes. Hata uite Mungu atakusaidia kwa hii. Before uachwe, achana kwanza na kisha kuacha kabla hujamwacha murudiane alafu muache. Umesikia? Nitajaribu. Itakusaidia last year. Sasa
Eh, hiyo kwanza, hiyo ni tafakari ya baba. Na sasa Bado hujanielezea kitu nafanyia hiyo mtu. Sasa nimekwambia nimetoka, unajua unaona ule ni bangu wa pale juu, wa pale juu. Pale penye ninaishi pale juu. Ule ni bangu, unajua na paka. Sasa hiyo paka, Si mbwa. hiyo so sikiliza story, wewe sikiliza. Hiyo paka iliuma umbwa. Sawa sawa. Sasa venye hiyo paka iliuma umbwa, hiyo umbwa ikashikwa na rabies. Unaona? Ni bangi, ni katuni, ni gani? Nilikuwa nimeenda choo kidogo. Sasa nilikuwa nasema nini? Ulikuwa unaniambia paka. Oh yes. Kwanza sio huyo paka ya neighbor iliuma umbwa. Sawa? Bado nauliza tena. Venye umbwa iliumwa, sikiliza. Bado unanipandisha feelings. Sasa huwezi elewa. Venye umbwa iliumwa na paka, umbwa ikashikwa na rabies. Sasa unaona? Katuni inaharibu watoto wetu. Sasa venye umbwa ilishikwa na rabies, sikiliza. Na usinifanye tafadhali, usinifanye ni the only reason nimenyamaza ni juu nimebeba umbwa, lakini akili ni kama ni katuni kwa ndani. Haya, sikiliza. Venye hiyo paka iliumwa na umbwa. Sasa ona mpaka unanichanga mix. Venye nimesema hiyo umbwa iliumwa na paka, ikashikwa na rabies. Sawa sawa? Umbwa inapenda rabies sana paka. Si paka iliumwa umbwa, umbwa ikashikwa na rabies. Sasa rabies ilikuwa tunangoja ikae kwa mwili tu hapo ikingoja. Venye umbwa iliumwa na paka, paka ikashikwa na rabies. Umeelewa sasa? Si ndivyo nimesema? Paka iliumwa umbwa, paka ikashikwa na rabies. Understood? Simple. Haya. Sasa venye paka iliumwa na umbwa, ikashikwa na rabies. Sawa? Ilibidi waite sherehe. Tumekuwa na harambee by the way. Wanachangia paka. Tumekuwa na harambee, tulikuwa tunachanga pesa sasa ya kwenda kununua anti-rabies. Na unaona hii mwiko. Nimenunua kupika matanga hiyo ya kupikia hiyo umbwa matanga. Umbwa na paka. Sasa unajua ile umbwa imesema juu ilipewa rabies na paka. Juu umbwa ilipewa paka rabies. Ikasema itajitolea ikatoa 2,000. Sasa hata nikikuja hapa na hii mwiko, nilikuwa nataka unikopesha kama 50 bob hivi kachwesa. Niende nichange. Sasa niko na hii mwiko peke yake. Acha nikupigie sababu. Yetu si ndio? Niko nakula sukuma ya 5. Sasa unakula sukuma ya 5 na kuna paka mali inakufa bwana. Iko na rabies. Imenifuzia panya kwangu. Sasa nilisikia ile box yako ilimu anafanya. Na si bado uliiva. Achana na hiyo story. Sasa unasikia sasa unakatwa kafiti babako uniokolee niende please nichange nisifukuzwe kwa plot. Bana mboga kubole sikufu. Weka kwa namba ni 0798 0769 343 711. Sasa unanichanganya. Sasa unaniwekea. Sasa utaniwekea basi. Kana nimeamuka na nimetajiri. Sasa enda. Ona sasa utaniwekea. Sasa usifanye hivi bro, sasa utaniwekea kitu. Ndio nichange niipelekane mpaka himo iko. At least ile paka tuitoa ICU. Iko pale Kijabi. Ni Kijabi iko pale. Unaona ile hospitali pale mama ngine hapo, mama Lucy hapo. Imelazwa hapo. Alafu ule niba ameanza kuchimba kaburi ya mbwa sasa. Wewe sasa utaniwekea 50 bob alafu tutaongea. Wewe tutaongea. Mbona unapitia njia mrefu na kitu umekufa na wanyama? Wewe tutaongea. Lakini unaona kama vile, lakini before niende nimekumbuka kitu. Usiniwekee hiyo 50 bob. Wacha ikufe. Ndio ikikufa tafungua biashara. Ikikufa napata stock ya mkurama. Unaona jamaa mkurama? By the way. Ikikufa. Sasa hiyo story zote nifike hivi basi nione kama nitumie tu 50 bob by the way. Nini ninunue. Unaona ile chuma ya kutoka nyama ile.
Nitangoje. Haina haja, singenge itapatikana. Tunaingia kwa penzi kina Maina. Yenyewe. Sasa hii acha nifike hivyo. Nende ni suffocate. Alafu hiyo mbwa, unajua paka iko ICU. Nimeveneza pia ile mbwa pia rat. Kwa nini wewe tembea enda beba babu. Kingia ICU show vitu ndani ya. Sasa nisilapiga unajua ndio stop kubwa. Unajua paka iko ICU siwezi kula panya. So acha nipe hiyo dogi rat. Sawa. Hata hii iende. Hapana, uelewi. Dogi ilimwa na paka, si ndio? Paka ikapata rabies. Sawa sawa? Paka ikaenda ICU. Kuna splash ambayo pitisha hiyo mbwa hiyo. Haitatokea huko. So tusipera rat. Ni panya zitakosa chakula. Sasa wewe si acha nifike hivyo nishughulikie alafu tuongea. Haya wazi.